Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni siku ya tarehe 1 ya mwezi wa 6, usiku wa kuamkia Jumatatu ya tarehe 1, nilipata maono haya, na kwa neema ya Mungu alipata kunifunulia jambo. Kwenye ndoto niliona bendera ya Marekani. Bendera ya Marekani niliona ikiwa kwenye anga, na ile bendera ya Marekani ilikuwa inaonekana kwa namna kubwa sana. Ilikuwa ni kubwa sana, very huge. And nikiwa natazama juu kuiangalia ile bendera, kuna mtu nilikuwa naye pembeni, nikamwambia, unaona ile ni bendera ya Marekani? Yule mtu akawa haoni, yeye anatazama hapa, lakini nikawa namwambia, unaona ile bendera kule juu? Itazame ile bendera kule juu. Basi alipoinua kichwa akaona, akasema, oh, kweli bendera ya Marekani. Lakini wakati ile bendera inaendelea kuja, ilikuwa ni kama, yani ukubwa wake, unajua, ni kama ndege ambayo imeshuka kiasi cha chini kufika chini, kwa hiyo inaonekana ni kubwa sana. Kwa hiyo nikamwambia, unaona jinsi ambavyo inakuja. Lakini kumbe wakati inakuja ile bendera, si kwamba ilikuwa ni bendera tu, ilikuwa imetangulia, lakini kuna jeshi nyuma, ama kuna watu nyuma ambayo wanakuja na ile bendera. Na kwa kutazama vizuri, ilikuwa kiongozi mkuu wa Marekani, rais wa Marekani, lakini kukiwa na waandishi wa habari, wengi na watu wengine wengi. Kwa hiyo ile bendera inatangulia, lakini kumbe inakuja na kikosi fulani cha watu. Basi ilipofika mahali fulani ikawa imetulia hapo, na kile kikosi kikawa kimetulia hapo. Kwa hiyo ikawa ni sehemu kubwa ambayo ina mkusanyiko wa watu. Ndugu ambaye nilimuona kwenye hayo maono, nilikuwa naye. Huyu ndugu alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye sitapenda kumtaja, lakini ni mtumishi ambaye anafahamika mitandaoni, anafahamika. Ni kijana mdogo tu. Sasa nilipomwona yule kijana, akawa anazungumza, anasema, bora wamekuja, kwa sababu mimi walinionea, mimi huku walinionea, na mimi Tanzania hapa mimi walinionea. Kwa hiyo ni bora wamekuja niwaambie, kwa sababu maandiko, ameshika simu, maandiko mimi niliyoyatumia. Umeona mtumishi? Ananiambia mimi, umeona mtumishi, maandiko nilikuwa nayatumia ni haya. Wakanielewa tofauti, basi wakanifunga, wakanitesa, vitu kama hivyo. Walikuwa wanazungumzia namna gani walimtia gerezani, au namna gani walimuonea hapa kwenye nchi hii ya Tanzania. Kwa walivyoona ile jeshi ama kile kikosi cha Marekani wamefika, ni kama ni mtu ambaye alikuwa anataka kutoa dukuduku lake na aweze kupata msaada. Basi baada ya muda, akiwa anasema hivyo, akapewa nafasi sasa na wale waandishi wa habari aweze kujielezea, aweze kueleza ile shida yake. Akawa anaizungumzia sasa, anawasomea yale maandiko, anaona, akawa anajitetea kwamba umeona, haya maandiko, umeona mimi nilichokuwa nasoma nilisema hivi, maandiko ni haya, lakini mimi walinielewa tofauti. Sasa wakati anazungumza hivyo, akamaliza kuelezea yale yote ambayo yalikuwa yanamsumbua. Alipomaliza, nikaona ile bendera ya Marekani inaondoka taratibu, inaondoka, na kile kikosi kinarudi, kinaondoka taratibu. Sasa moyoni mwangu nikaugua na nikaumia na kujisikia vibaya kwamba kwa nini wamemsikiliza lakini hawajachukua hatua yoyote, kwamba hakuna hatua ambayo imechukuliwa juu ya kile ambacho alikuwa anakizungumzia. Maana yake hata kuzungumza hawakuzungumza, walimsikiliza. Alipomaliza, basi bendera ya Marekani nikaona ikawa inaondoka mpaka ilipopotelea. Hapo nikawa nimetoka kwenye ndoto. Basi kulipokucha asubuhi, nikampata nafasi ya kumweleza mke wangu kwamba nimeota hivi na hivi. Nilipomwambia mke wangu, akasema, mbona ni kweli kuna kitu kama hicho kinaendelea, kwamba nilisikia kwamba Marekani imeingilia kati mambo ambayo yanaendelea hapa Tanzania. Sasa mimi sijui chochote, kwa sababu pia mimi sio mtu wa mitandao sana, sijui chochote. Sasa aliponiambia hivyo, nikasema basi kuna jambo Mungu ambalo anataka kulifanya. Na mke wangu akaniambia, Mungu amekuonyesha hivyo, yamkini kuna kitu Mungu anataka ukifanye. Mtu wa Mungu alipata kunifunulia jambo hapa. Kwa habari hii ya kuona ile bendera ya Marekani, Mungu alikuwa anataka tujue jambo. Kuna wakati tunajaribu kupigana vita sisi wenyewe,
tunajaribu kuingia front, tukue nafasi, tunajaribu kujipambania wenyewe. Na nataka niwaambie watu wa Mungu wa Tanzania ambao taitazama video hii na kusikiliza, msaada hautokei pale ambapo watu wanajipigania wenyewe. Ili kuona msaada wa Mungu, ili kumuona Mungu akiingilia kati na kupigana hiyo vita, kusoma Warumi 12:19 anasema, wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu yangu, kwa kuwa imeandikwa, Bwana atalipa kisasi, kwa maana kisasi ni juu ya Bwana. Kwa hiyo tumejikuta tunatamani mambo fulani yatokee, mambo mabaya yawatokee wengine. Huu sio moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu ni pale ambapo unaona kuna mambo yanakuumiza ama yamekuumiza. Sisi tunatakiwa kumtafuta Mungu ili Mungu aingilie kati, maana amesema ghadhabu, tuipishe ghadhabu yake. Manake ili ghadhabu ya Mungu ipate kuingia mahali, ni pale ambapo mtu ataipisha ile ghadhabu ya Mungu. Manake Mungu anachotaka, maandiko anasema Mungu hashei utukufu na wanadamu. Sasa tunapojipigania wenyewe kwenye mambo fulani, maana yake ushindi utakapopatikana, mtu asije akapata kujivuna na mimi nilisimama juu ya jambo hili na hili, ni mimi nilifanya. Mungu apigane vita ya namna hiyo. Lakini pale tunapomwacha Mungu aingilie kati, ndipo Mungu anapopigana vita yetu. Sasa kwa nini Mungu alipata kunionyesha haya? Ni kwa ajili ya kanisa, kwamba kanisa kuna mahali fulani limejisahau. Kanisa kuna mahali fulani tumejikuta tumekuwa na maombi mengi ya kulalamika. Ni wakati wa kuangalia ni wapi tulipokosea. Maandiko yanatuambia wana wa Israeli wakati walipokuwa wanaenda tofauti na amri ya Mungu na njia za Mungu, walikuwa wanapigwa sana na adui zao. Lakini wanapokuja kushtuka ya kwamba hapa kuna mahali tumemwacha Mungu, wanaporudi, maandiko yanasema Mungu anawapigania vita. Mungu anawapigania vita, wanapata ushindi. Kwa hiyo watu wa Mungu tunatakiwa kama kanisa kurudi kwenye njia, kurudi kwa Mungu na tumuombe Mungu. Tuombe Mungu rehema mahali tulipotaka kujipigania wenyewe. Lakini huu ni wito wangu kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao wamepewa mzigo wa kuliombea taifa. Mimi Mungu amenipa huu mzigo wa kuliombea taifa. Nimekuwa nikiliombea sana taifa. Mahali popote ambapo ninaenda kuhubiri, huwa ninaomba kwa habari ya taifa. Wanaonijua kwenye daladala nikiwa nahubiri, mara nyingi huwa ninaomba kwa habari ya hii nchi yetu na hili taifa letu naliombea. Kwa hiyo mtu ambaye umepewa mzigo kwa habari ya hili taifa, naomba tuungane pamoja. Tumtafute Mungu kwa pamoja. Maana tunapokuwa wengi, jeshi linapokuwa kubwa, tunapomuomba Mungu kwa pamoja, tutauona mkono wa Mungu. Mungu wa mbinguni awabariki sana watu wa Mungu. Amen.